Maokoto. Pesa. Kwa kazi namaliza maisha yangu. Mapenzi yananifanya nakosa raha, mapenzi yananifanya najuta. Yule nilodhani atanipa raha, vumilivu amechoka. Mimi nahisi kifo kinanidai, siwezi vumilia haya walai. Vipi kwake napata raha, halafu kwangu anaumiza moyo, anaumiza roho. Atakunga saizi. Nasikia kuna mtu anagonga gate. Ni nani? Saizi. Au una appointment na mtu wote usiku? Kwa jirani. Hebu angalia muda saa ngapi hapo? Saa 8 saizi. Saa 8? Bwana tulale, mpotezee atajua mwenyewe usiku. Vipi? Mbona unashtuka hivyo? Mume wangu ananipigia. Mume wako? Imekuwaje mume wako anakupigia simu muda huu? Mungu wangu. Hebu tuone simu. Niambia mume wako amesafiri. Imekuwaje? Anapiga simu muda huu. Na amesafiri. Mimi mwenyewe nashangaa. Unashangaa wakati mume wako anapiga simu? Na uliniambia amesafiri. Sasa imekuwaje jamani? Vipi? Kumbe kulikuwa ule alikuwa anagonga mlango ni yeye. Anatuma SMS hapa. Hebu nipatie simu.
Shurikata. Nakwambia yule alikuwa anagonga ni mume wako, nakataa. Hiyo nini sasa inatokea? Hiyo nini? Sara, kwa nini unafanya hivyo? Umenichoma. Hiyo ni mbinu ulipanga, umenichoma. Sasa mpenzi wangu, usiseme hivyo. Mimi siwezi kuchoma, wala siwezi kutakia kibaya kikufikie. Unajua mimi nakupenda, na unajua nakupenda kuliko hata mume wangu. Kile unajua. Hapa tufikirie tufanyeje basi. Unashika mbwa wao anafoka. Utakuwa ni mbwa wangu huyu Max. Labda ni mume wangu yuko pale nje. Sasa mimi tafanya nini sasa hivi hapa? Tenda wapi? Nina wazo. Wazo gani? Ujifiche bafuni. Bafuni? Awe acha mambo yako hii bwana. Bafuni mume wako akije, lazima ende bafuni akaoge. Hivi akinikute bafuni, Sara, picha gani unaleta? Mimi namjua mume wangu. Akifike hawezi kupitia bafuni. Ataomba kwanza chakula. Akimalize tutaingia bafuni. Kipindi atakuwa anakula, wewe unatoka moja kwa moja. Basi tufanye hivyo. Unasikia geti na bongo? Unasikia? Sasa nifanye ongea kwa chini. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia, licha kusikia nilosikia, ila moyo taki kuamua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua, unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua, unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Vipi mshikaji wangu? Mbona siku sana? Wewe acha tu hapa na kipengele mwana. Vipi uko Mageto hapo? Hauna kipengele chochote? Hauna kipengele? Okay, sikia. Nimetoka safari. Niko hapa nyumbani. Sasa nampigia mke wangu. Hataki kufungua. Na nimegonga sana. Kwa hiyo nikaona mtu wa kwanza wa kupigia. Kuona kama nije kutei huko hapo. Then asubuhi nitajua nafanya. Okay, poa. Tokea nipo Geto njoo. Okay, baridi nakuja sasa hivi mwanangu. Haina noma.
Pita, mlango uko wazi. Vipi brother, mbona usiku manani tena? We acha tu mwanangu. Si unajua wanawake hawa. Niambie. Kama jinsi nilivyokuelezea kwenye simu. Nimefika pale, nimegonga sana pale. Ukiangalia pale nimefika bila taarifa ndio. Lakini nimegonga sana, nimepiga simu lakini hajatokea. Nikaamua nikasema, mwanangu, ngoja nitafute tu mwanangu nikachili kwake. Kama hivi nimekuja. Au labda shemeji atakuwa hajalala nyumbani leo mshikaji wangu. Maana wanawake nao waga mimi wakati mwingine miwaga soelewage. Ndio ona nionaga mimi muda wote niko single, nimetulia zangu. Yaani sitaki stress na mtu yani. Itakuwa ngumu sana. Unajua kwa nini? Wakati ule nilipokuwa nimesimama pale getini, nilijaribu kupiga simu. Lakini nilikuwa nasikia kama vile mungurumo kwa ndani. Kwa nahisi simu ilikuwepo ndani. Lakini huwezi jua kwa sababu ni wanawake. Sababu wanawake waga wana mambo mengi. Mimi ngoja ni chili tu, alafu mengine nitajua kesho asubuhi. Basi kama simu umesikia ndani wakati unapiga, manake yupo ndani amelala usingizi. Tusubiri kesho tuone itakuwaje. Mwanangu wewe acha tu. Unapoambiwa mwanamke ishi naye kwa akili. Ndo kama hivi. Alafu kitu kingine, unajua kule tulienda mkoani. Asa sikubahatika kumpigia simu kwa sababu nilikuwa nahangaika sana mtandao. Kule mtandao haushiki kabisa. Pia unaona jinsi nilivyowahi kurudi hivi ni kwa sababu ya kazi. Kazi hazikuenda sawa. Ina maana baada tu ya kufika kule mabosi walibadilisha ratiba zao. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia. Licha kusikia nilosikia, ila moyo taki kuamua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Najiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Mke wangu. Msikilize. Halo? Nimefika hapo. Nimekupigia sana simu, nimegonga sana geti. Baada ya kuona kimya, nikaamua tu nirudi. Kwa sasa hivi nipo kwa mshikaji wangu, Eliki. So, nahisi nitalala huku, kesho asubuhi nitarudi. Hapana mume wangu, rudi unale nyumbani, nipitiza na usingizi. Hapana. Unajua mimi mwenyewe nimechoka, nimetoka mkoani huko mbali. So natakiwa nitulie. Pia hamna shida. Kesho asubuhi mimi nitakuja. Haya basi, uwahi asubuhi. Okay, usijali, usiku mwema Umesikia? Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia. Licha kusikia nilosikia, ila moyo taki kuamua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Najiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua.
Karibu. Asante. Karibu. Asante. Nzima lakini. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia. Licha kusikia nilosikia, ila moyo taki kuamua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Mapenzi yananifanya nakosa raha, mapenzi yananifanya najuta. Yule nilodhani atanipa raha, vumilivu amechoka. Mimi nahisi kifo kinanidai, siwezi vumilia haya walai. Vipi kwake napata raha, halafu kwangu anaumiza moyo, anaumiza moyo. Nilipamisi sana nyumbani kwangu. Na nilikomisi pia mke wangu. Vipi? Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Samahani, nilikuja bila taarifa. Si unajua kule network. Kwa hiyo nimefika pale mlangoni jana. Nimegonga sana. Na ukufungua. Nisamehe mwanangu. Jana nilikuwa nimechoka. Yaani ningesikia. Inaonekana ulifanya kazi ngumu sana. Jana nilifua kweli. Nilifanya usafi. Mbona hujachangamka? Hamna, niko sawa tu. Okay, sawa. Kwa hiyo mpaka mbwa ananibwekea muda ule, ulikuwa usikii kweli? Nilikuwa sikusikii. Jana nimegonga sana gate. Isitoshe nimepiga sana simu. Piga na wewe. Nasikia tu ting ndani. Naomba nisamehe mwanangu. Inaonekana wewe ulilala sana, si ndio? Sasa unanilasa nje. Kumbe uko na mwanaume mwingine ndani hapa. Mume wangu. Utaniua, nisamehe. Mwanaume nisamehe mume wangu. Tani kwangu. Nisamehe. Haiwezekani unanichiti mimi. Nisamehe mume wangu. Unanichiti mimi. Nisamehe mume wangu. Unanilasa nje sio? Nisamehe. Sasa leo. Nikuonyeshe. Nilifanya kazi sana. Afadhali. Maana hivi ngoja. Ile kofia ya nani? Mapenzi yananifanya nakosa raha, mapenzi yananifanya najuta. Kofia ni ya fundi, alikuja kumtengenezea kitanda. Naona tunakuwa sawa. Kwa kitu kitanda. Kitanda. Lakini kofia. Chaga. Sasa na ile nyundo si ya kwake au?
Okay. Vipi? Mbona kama na wasiwasi? Sawa. Okay, basi hamna shida, maana mimi hapa nimechoka. Inabidi nipumzike tu, maana jana usiku mzima nakimbizana tu. Haya basi, naomba nikuangalie maji. Nimechoka, tutaongea baadaye. Okay, sawa. Kaniangalizie maji. Taratibu sasa. Si kitu kabisa. Fundi avae kofia kama hii. Kofia ya gharama sana hii. Hapa. Karibu sana baby. Aya, asante kipenzi changu. Vipi? Mume wako yupo? Hayupo, anaitwa kibaruani. Ndio maana nimekupigia simu. Natamani leo tuwe pamoja, tuenjoy. Aha. Kwa siku mbili tu Sara. Umetamani tuze tuenjoy? Hivi siku ile usiku mume wako angetufumania ingekuwaje? Kiukweli mimi mwenyewe natamani. Natamani nipewe talaka ili nikuwe pamoja na wewe. Unajua vizuri mimi nakupenda kuliko mume wangu. Yaani mimi sijali. Aya, usisahau wewe ni mke wa mtu na istoshi mume wako alikuoa na mali. Hivi upo serious na maneno ile unaongea? Yes, mimi niko serious, sijui wewe. Haya, mimi nafurahi, nashukuru kwa kusikia maneno kama haya. Unaridhisha moyo wangu. Asante sana. Asante. Karibu ndani. Thank you. Ay, karibu. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia, licha kusikia nilosikia, ila moyo taki kuamua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua, unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua, najiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Mapenzi yananifanya nakosa raha, mapenzi yananifanya najuta, yule nilodhani atanipa raha, vumilivu amechoka, mimi nahisi kifo kinanidai, siwezi vumilia haya ulai, vipi kwake napata raha, halafu kwa... Karibu mume wangu. Tuna mgeni. Anaitwa D. Ni kakaangu.
ni mtoto wa mama yangu mdogo. Anafika leo, anatoka Kongo. Ila kwa sasa hivi tuko naye hapa nyumbani. Anakuja kwa ajili ya biashara yake. Akimalize tu anaondoka. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia, licha kusikia nilosikia, ila moyo takiku. Kakadi. Naam. Huyu mwanamume wangu anaitwa Brian. Kifupi ni mume wangu ambaye nampenda sana. Kwa hiyo jisikie uko nyumbani. Karibu tena. Asante. Karibu sana Shem. Asante. Leo mimi nimechoka. Kwa hiyo ngoja kwanza nikapumzike. Tutaongea kesho. Ndio. Kama nikipata muda tutaongea, kwa sasa hivi nimechoka. Sawa? Sawa. Sawa. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia, licha kusikia nilosikia, ila moyo takikuamua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua, unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua, unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Hivi wewe nini umenifanyizia? Hivi wewe unajielewa? Una akili timamu wewe? Ule ni mume wangu, unajua ni mume wangu. Ningefanyaje? Ningekutambulisha kama wewe nani? Haujua kama nakutoa matatizoni? Aya, ingekuwa wewe ndio mimi sasa, ungefanyaje? Ina maana kunyepusha mimi matatizoni njoo unitusi, njoo unidharau, njoo mimi sina akili, sivyo? Usiseme hivyo mpenzi wangu. Mimi sijamaanisha hivyo. Wala sina maana hiyo. Unajua ule ni mume wangu. Ningefanyaje? Ila ni kutoa matatizoni tu. Si tutaendelea kama kawaida yetu. Nisione shida. Muda mwingi yeye yuko kazini. Tutabaki tunaenjoy kama kawaida yetu. Sasa ujue umeshaharibu kila kitu. Plani yote umeshaharibu. Sasa mimi taishije hapa? Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia. Kuishi hapa uniachie mimi. Yaani ile usipate shida, uniachie mimi. Sawa. Na siku mume wako akija kujua mimi ni nani, uso wangu nitaweka wapi? Kuhusu ile mimi sijali. Wala siogopi. Mimi mwenye natamani iwe hivyo. Kwa sababu mimi nakupenda wewe. Natamani niachike huku tuishi wote. Au unasemaje? Aya. Sawa. Nakusikia. Naweza kuondoka. Aya poa. Mimi niko jikoni. Sawa.
Huyu binti anataka kunisababishia matatizo, anataka kuniharibia kila kitu. Siku jamaa akija kujua, anaweza kunipididi hivi hivi tu. Inabidi niwe makini sana. Plani yote, kila kitu ameharibu. Niko na mipango yangu ya kufanya na makazi yangu, itakuwaje hapa Mungu unyone, msaidie. Utaishi hapo. Anachukulia poa kawaida tu, asijua madhara yake itakuwa ni nini. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia. Licha kusikia nilosikia, ila moyo taki kuamua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Mwamu, mambo vipi? Safi kakangu. Samani, nilikuwa na maswali mawili matatu hivi. Kwa sababu jana jinsi mke wangu alivyonielezea, kiufupi sikumuelewa. Hivi wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni Mtanzania. Nakulia Kongo. Wazazi wangu walienda Kongo sababu unajua maisha tena hiyo, kutafuta maisha, biashara. Mimi ni Mtanzania. Okay. Na umekuja hapa kwa sababu gani? Yaani nini maana ya ujio wako? Shemu, najua nikwambie kitu. Najua maisha hii bila kupambana hauwezi chochote. Kuja kwangu hapa ni kujitafuta kipato. Unajua tena changamoto maisha. Mimi ni mfanya biashara. Nilikuja hapa ndio kujishughulisha na mambo ya biashara, kazi 1 2 3 basi. Okay, na unajishughulisha na biashara gani? Kiukweli mimi biashara nafanya ni vitenge. Nakuja kununua vitenge, ningeenda navyo Kongo, niende Marekani, unajua tena. Vitenge tunapiga hela. Ina maana unafika mpaka Marekani? Ndio, nafika Marekani na nataka kushauri ukiwa na wewe na hela yako vidogo ndio tuchape biashara hii. Basi nitafanya hivyo. Kwa kuwa nishapata mwenyeji, najua utanielekeza vingi kuhusu biashara. Ndio. Pia ningekuomba sana wewe makini sana hapa Dar es Salaam. Kwa sababu najua matapeli wapo wengi sana. So inakupasa uwe makini. Kwa lolote lile litakalotokea, usisite kunijulisha mimi. Maana mimi ndo mwenyeji wako. Na pia sijabahatika kutambua. Wewe unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Uncle D. Uncle D? Ndio. Basi sawa Uncle D. Sawa, shukrani. Haina noma, mimi ngoja nijiandae basi nielekee kazini. Sawa. So unajua sisi tunapiga tu vibarua. Kwa hiyo ngoja niondoke. Asante sana. Na shukuru. Haina noma. Maelezo yote utabaki na mke wangu. Kama kuna chochote nini, kila kitu nishamwelekeza. Safi, takutunza vizuri, sio na wasiwasi. Sawa.
Mke wangu, mke wangu, naomba niletee maji kidogo hapo. Oh. Kwa nini umefanya maamuzi bila kunishirikisha juu ya ujio huu? Ina maana unaona uko sahihi kweli? Nisingeweza kufanya sherehe. Hata mimi najua na makosa kufanya maamuzi bila kushirikisha wewe. Asa kama unajua ni makosa, mbona umefanya? Excuse me sherehe. Mimi mwenyewe nilikuwa sina taarifa yoyote. Nikapigiwa simu tayari kwa airport. Inabidi nimpatie address ya nyumbani. Ina maana ametoka kwao bila hata kukupa taarifa kweli? Ndiyo, mimi mwenyewe nilishtua tu kama vile nilivyokueleza. Okay. Sawa. Kama uko sahihi, basi nafsi yako itakusuta. Mimi sina mengi ya kusema. Tutaona. Aya. Maji niachie. Naenda nayo tena. Vipi kwake napata raha, halafu kwangu anaumiza moyo, anaumiza roho, anaumiza moyo, anaumiza roho, anaumiza roho, anaumiza moyo. Zangu karibuni. Kama tulivyoongea kuhusu habari ya nyumba, nyumba yenyewe ndio hii hapa kama mnavyoiona. Yani humo ndani imekamilika, ina kila kitu, yani kuhusu tailizi zipo ukutani, zimebandikwa mpaka ukutani. Kienda chooni kule kuna flat screen, yani ndio hivyo, yani nyumba ndio hii hapa kama unavyoiona. Iko vizuri kwa kweli, bado mpya, hata mwenyewe unaiona hii hapa. Okay. Ina vyumba vingapi? Hii nyumba ina vyumba 3 na sebule ya 4. Sebule pia kwanza kubwa. Unaweza kufanya mambo yako yote kupitia sebuleni hapo. Hata gari ukiamua na parking sebuleni. Ama kweli wewe dalali. Okay. Unafungua hapo tuweze kuona ndani. Kwa habari ya funguo, bahati nzuri nishaongea na mwenye nyumba akawa ameshanigea, kaniambia tu mambo ya keshi. Kwa hiyo funguo ninazo hivi hapa. Basi unaweza kufungulia. Nadhani nyumba umeipenda. Ni pazuri. Asa hapa natakiwa kesho tuje kulipia. Sasa mume wangu, kwa nini hujanishirikisha juu ya hili? Unajua hili kwa ghafla alafu pale kodi imeisha. Kwa hiyo ndo maana nimeamua tu tutoke pale tuje hapa. Kwa sababu ya mazingira, ukiangalia barabara kule mbali. Unaelewa? Kwa hiyo ndo maana tumekuja huku. Sawa. Lakini hii sofa hamna. Bora kule. Ila ni pazuri, napapenda. Karibu na kazini hapo, ni dala moja tu nafika kazini. Ndo hicho kilichosababisha mimi nihamie huku, kwa sababu barabara, kwamba nichukue magari sio nini hapa. Kwa kesho na hisi tutakuja kulipia, tunabidi tuhamie tu hapa. Sawa.
Dalali. Nyumba ni nzuri, sawa. Sasa kesho sisi tutakuja kulipia. Basi sawa, hilo halina shida. Wewe zingatia tu namba yako, si ndio ile? Ya, ni ile. Basi nitakupigia. Hilo halina shida. Basi Sawa, sawa, natakia safari njema. Wane. Okay, niko hapa getini basi. Ya, tokea. Haya poa. Mapenzi yananifanya nakosa raha, mapenzi yananifanya najuta, yule nilodhani atanipa raha, vumilivu amechoka, ninahisi kifo kinanidai, siwezi vumilia haya walai. Mambo vipi mshikaji wangu? Poa vipi? Fresh. Sasa sikia, ishu yenyewe ndo kama jinsi nilivyokupanga kwenye simu, ila nahitaji kitu kimoja. Yule mshikaji mimi simuelewi. Nenda pale maskani. Mimi nitafanya kama wewe, nitakutambulisha pale kama mdogo wangu. Sawa. Ukishakaa pale, hakikisha unafanya vitu vya msingi. Hakikisha unaniletea taarifa ambazo ni sahihi. Sijui kama unanielewa. Ishu yenyewe unaweza kukaa kama mwezi mmoja au wiki 3 hivi. Pia mimi nitaaga kama nasafiri, lakini sitoenda mbali. Nitakuwa hapa hapa. Nitaishi kwa mshikaji wangu Eriki. Unaelewa? Hakikisha wasijue kama wewe sio mdogo wangu. Mimi nitakutambulisha kama mdogo wangu, lakini pale sisi na mimi na wewe ndio tutakuwa tunajua nini tunafanya. Kwa sababu yule mshikaji kidogo simuelewi. Na sijaonyesha dalili yoyote ile ya kutokumuelewa. Anaamini kama jinsi anavyoamini yeye, kwamba mimi namwamini kama ni kaka yake kweli. Kwa hiyo nachokuomba wewe, nenda pale, kaa tulia. Chochote kile kitakachotokea fanya kama uone, ila taarifa zinifikie. Tutajua jinsi gani tutakavyokutana mimi na wewe. Tutakuwa tunakutana kwa siri. Sawa. Ukifanya hivyo, basi kuna zawadi yako mwanangu. Fresh. Mimi najua huwezi kuniangusha. Kabisa, ni uhakika. Poa. Fresh, karibu. Mapenzi yananifanya najuta, yule nilodhani atanipa raha, vumilivu amechoka, mimi nahisi kifo kinanidai, siwezi vumilia haya walai. Vipi kwake napata raha, halafu kwangu anaumiza moyo, anaumiza moyo. Karibuni. Mambo vipi? Fresh kaka. Karibu. Asante. Huyu hapo ndo mke wangu. Macho yanawasifu kuona, sikio linawasifu kusikia, licha kusikia Kwema. kuamua, unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua, unajiuliza ni yeye tuloyapanga kupangua. Mke wangu huyu hapa anaitwa Nei, ni mdogo wangu. Kwa hiyo ndo yule mdogo wangu niliyekwambia anasoma, yupo chuo. Kwa hiyo sasa hivi amepata likizo fupi, ameona bora aje hapa kututembelea, kwa sababu hawezi kusafiri hapa kutoka hapa mpaka mkoani wakati mimi nipo hapa. So ndo maana ameamua aje akuone wewe wifi yake, na pia aje kunitembelea mimi. Kwa hiyo tutakuwa naye ndani ya wiki hizi 2, mambo yatakuwa sawa. Karibu wifi. Asante. Nei, huyu hapa anaitwa Uncle D. Huyu hapa ni shemeji yangu.
ina maana kwamba huyu ni kaka yake na mke wangu. Kwa hiyo Uncle D, huyu ni mdogo wangu. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Basi unaweza kumuonyesha chumba cha kulala. Aha. Vipi mwanangu? Nzuri. Tunaendelea vizuri. Vipi shughuli zako zinasemaje? Shughuli mdogo mdogo tu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tunapambana hivyo hivyo. Mdogo mdogo tu. Naona bado ni ngali tu. Nimeshanunua mzigo. Nasubiri. Kwani mzigo tayari? Shemu. Sio kitambo sana nimenunua. Nimeshafunga, napika gundi hapa. Ile nabaki tu ni tiketi ya ndege. Si unajua mzigo na utuma Marekani, siende na Kongo hapana. Unaenda Marekani, mwenyewe pia anasafiri hivyo hivyo na mzigo. Sasa kumbe tayari ushanunua na kuniambia. Unajua ni mzee wa mishemishe. Mara huko, mara aeleweki, si unaona? Ndio maana hivyo. Mambo maisha ndio yanasababisha watu tunakuwa busy sana. Si unajua nilikuwa nahangaikia hii nyumba kuipata Ni kweli? Unajua. Yenyewe manyumba yenu Tanzania, hii manyumba bifari, mara 1,300,000. Hela ndefu kabisa hiyo. Bila kupambana huwezi ndugu yangu. Basi sawa. Mimi ngoja nikajimwagie maji kidogo hapo, maana unajua kazi hizi. Sasa. Maana nanuka mjasho hapa. Ngoja nikajimwagie maji. Haina shida. Vipi? Mbona naona ndo kwanza wanachambua mchele. Hajapika bado? Kwanza hapa na njaa isha kunyuma kibao, kushielewe unachezea tu simu hapa. Dada yako naye imeayushwa mvivu huyu kwa kupika hapo. Si. Atapika tu. Basi sawa, maana atapika lakini muda ushaenda. Sawa. Haina noma. Asante. Yupo ndani. Uncle D. Nakomba ndugu yangu. Bana. Vipi? Fresh, kwema? Unalala sana kijana. Si unajua tena jana usiku nilala muda umeenda kabisa. Sikia sasa. Mimi nimepata dharura. Ina maana jana usiku nilipigiwa simu. Si unajua kazi zetu lakini. Kwa hiyo inatakiwa leo niwahi tu niondoke. Ina maana hapa na safari naelekea Arusha. Hivyo basi naweza nikachelewa kurudi au nikawahi. Kwa sababu wewe uliniambia una safari pia ya kuelekea Marekani. Naweza nikakuwahi au nikachelewa kwa sababu mishe zetu waga zitabiliki. Kule naweza nikamaliza kama wiki 2 au 3.
hizo siku hizo naweza nikatumia hizo. Kwa hiyo endapo kama nikachelewa, basi mke wangu yupo. Kama kuna chochote basi tutaongea naye. Pia kama labda utawahi kuondoka kabla mimi sijarudi, basi sisi tutawasiliana kwa njia ya simu. Ila inawezekana wewe ulisema bado upo. Bado nipo sana tu. Kwa kuwa bado upo, naweza nikarejea ndani ya wiki 2 au 3. Sasa kama hizo wiki 2 utakuwepo, basi nitakukuta. Lakini kama ikitokea labda umewahi kuondoka, sisi tutawasiliana kwa njia ya simu. Sawa. Nei mdogo wangu. Umekuja na bahati mbaya. Yaani unafika jana, mimi leo nasafiri. Sawa. So maagizo yote utakaoeleza mahitaji nini, utaongea na mke wangu. Sawa. Ishi na mke wangu kama kawaida. Endapo kama ikitokea labda nitachelewa, basi tutawasiliana. Sawa. Mimi naelekea Arusha. Kakako mimi ni fighter. Napambana huku na huku, si unajua? Basi baki ni salama. Asante, nashukuru kwa kusafiri. Umesemaje hapo? Unaona? Nasema safari njema. Kiswahili ndio. Unajua mimi mgeni Kiswahili. Safari njema. Naona unaendelea na usafi mdogo. Haya, unajua asubuhi mimi na njaa. Unajua si watoto wa kiume takiwa msosi. Sawa. Ngoja nimalize kufanya usafi, alafu nikapike chai. Haya, alafu fresh. Mimi naingia chumbani huko, unajua ofisini kule ndani simu. Alafu kimalize tunasiriana. Naona unasemaje? Mbangu shuna. Wow. Toto mzuri. Jamaa tarudi. Sijui. Inatachelewa. Hebu nadhani nikumisi. Hebu nibusu hapa kwanza. Hapa umekosea. Wow. Hivi tena nilimisi sana. Hebu zunguka. Alafu unaonaje tumwekee sumu huyu? Umekana ni sumu. Sikiporokoto chako hiki unaishi nacho ndani. Mimi nakusikiliza wewe. Tumaliza? Sio dhambi. Au tumuombe dua huko abaki huko ashirudi. Bora hivi. Kumua utaki na maana ushompenda mimi haunipendi. Mimi nakupenda wewe, mimi nakusikiliza wewe bwana. Hivi. Amelala. Sasa unaona hapa sio usalama na wewe. Vampire.
mapenzi yananifanya nakosa raha, mapenzi yananifanya najuta. Yule nilodhani atanipa raha, vumilivu amechoka. Mimi nahisi kifo kinanidai, siwezi vumilia haya ulai. Vipi kwake napata raha, halafu kwangu anaumiza moyo, anaumiza roho, anaumiza moyo, anaumiza roho, anaumiza roho, anaumiza moyo.